Bwana Yesu asifiwe, wapendwa wa Mungu. Kwa majina yangu ninaitwa Evangelist Patrick, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Leo hii nataka nikuletee neno la Bwana na nikuelezee jinsi utajua kwamba shetani amechukua nafasi katika maisha yako. Jinsi utajua wachawi wamekuingililia katika maisha yako pasipo wewe kujua. Tunasoma katika kitabu cha Ayubu, kifungu ni kile cha kwanza na mstari ni ule wa 6. Na neno la Bwana linasema hivi: siku moja wana wa Mungu walikwenda kujionyesha mbele za Bwana. Shetani naye akaja pamoja nao. Bwana akamwambia Shetani, umetoka wapi? Shetani akamjibu Bwana, natoka kuzunguka popote duniani, nikitembea huku na huko na humo. Bwana Yesu apewe sifa. Ukitaka kujua shetani amechukua nafasi katika maisha yako, kitu cha kwanza utakuwa mtu wa kutangatanga, mtu asiyetulia mahali pamoja, mtu asiyedumisha kitu. Yaani kazi yake ni kutembea tembea tu, hawezi kukaa mahali pamoja. Huyo ni mtu ambaye ameingililiwa na roho ya shetani ama wachawi pasipo wewe kujua. Yaani unaolewa kwa ndoa, unasikia kitu kinakusukuma, kinakwambia huyu mwanaume hafai, toka katika hii ndoa. Unatoka unaenda unakutana na mwanaume mwingine, anakuoa, kisha na yeye mnaachana na yeye. Yaani kwa mwaka unaolewa kama boma 10, na ukiulizwa sababu aswa ya kutoka kwenye ndoa yako ya kwanza, ya pili ama ya tatu, hauwezi kuelezea. Wachawi na shetani wameshachukua nafasi katika maisha yako. Yaani unaajiriwa mahali kwa boma, haujamaliza miezi miwili unatoka, unaenda kuajiriwa pengine, unatoka. Yaani kwa mwaka unaajiriwa kazi tofauti tofauti na haujui sababu ambayo imekutoa katika zile kazi zote. Yaani hiyo ni roho ya kutangatanga. Hauwezi kudumisha kazi, hauwezi kudumisha ndoa, hauwezi kutulia mahali pamoja. Unasikia kitu kinakwambia toka, haustahili kukaa mahali hapa. Hiyo ni roho ya shetani. Na kuna watu wako na hii roho na wanaona kama ni kawaida. Maana Biblia imesema shetani alipoulizwa alisema ametoka pote duniani kuzunguka, kutangatanga. Yaani shetani hatulii mahali pamoja. Yaani unakuta kisichana kimekuwa malaya kwa sababu ya kulala na wanaume tofauti tofauti. Yaani huyo mtu hawezi kudumisha hata kanisa moja. Akitoka katika hili kanisa anakosana na mtumishi huyo, anaenda katika kanisa lingine, anatoka hilo anaenda lingine. Yaani unakuta ni mtu asiyedumisha kanisa na madhabahu moja, hawezi kudumisha baba moja wa kiroho. Yaani ajui kanisa lake ni lipi, ni mtu wa kuzunguka zunguka. Hiyo ni roho ya shetani mpendwa, ivunje siku ya leo na Bwana akusaidia katika jina la Yesu. Hii roho ya kutangatanga inasumbua watu wengi na wanadhani kuwa ni kawaida, lakini sio kawaida. Mtumishi wa Mungu Evangelist Patrick, nimekuja kwako nikwambia kwamba ivunje haya madhabahu, fanywe deliverance haraka kabla shetani aje kutawala. Unasikia mtu anasema wanaume ni wabaya, lakini hao wanaume wote 30 wamemuoa ndio wabaya. Unasikia mtu anasema mabosi ni wabaya, ameajiriwa na mabosi 50 kwa mwaka mmoja. Hao mabosi wote hawezi kuwa mbaya. Shida uko nayo wewe. Mpendo wa Mungu, Mungu akusaidie na kusaidie kuvunja madhabahu kabla shetani aje kuangamiza. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu akubariki na kusaidie. Mungu akutende mema, na ukifika hapo kwa channel yangu endelea na kusubscribe ndiposa tusonge na mbele. Amen. Amen.